Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, mfalme mwema, Mungu wa amani, Mungu mwenye nguvu, wewe ni Mungu pekee, ni Mungu usiyebadilika, ni Mungu usiyeshindwa na chochote, ni Mungu unayeweza yote nyakati zote. Asante kwa neema na kibali ambacho umenipa kusimama mbele zako na mbele za kanisa lako siku ya leo ambayo imekubalika machoni pako. Naomba Bwana ukaseme nasi, ukaseme na maisha yetu, ukaseme na mawazo yetu, ukaseme na matendo yetu, katika jina la Yesu Kristo. Wewe ni Mungu pekee unayeweza, ni Mungu pekee usiyebadilika, ni Mungu pekee unayetenda, ukatende tena mchana huu wa leo. Sifa ni zako, heshima ni zako, utukufu ni wako na uweza ni wako. Bwana unastahili, katika jina la Yesu, amen. 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 Tumekuwa na mambo kadhaa ya kujifunza ndani ya wiki hili, wiki la mateso ya Yesu, Passion Week. Tumejifunza ile siku ya Alhamisi, tuliangalia matukio yaliyotokea kuanzia siku ya kwanza ya juma, yaani siku ya Jumapili. Tukaangalia ni nini kilitokea kwenye ile wiki la mateso, Yesu alifanya mambo gani. Tukaangalia siku ya Jumatatu, tukaangalia siku ya Jumanne, tukaangalia siku ya Jumatano, tukaangalia siku ya Alhamisi, na siku ya Ijumaa tukawa na somo linalohusiana juu ya mateso ya Yesu. Na leo Mungu ametupa neema, kwa dakika hizi chache tunakwenda kujifunza juu ya ujumbe unaosema Yesu wetu ni wa maajabu. Yesu wetu ni wa maajabu. Yesu wetu ni wa maajabu. Haleluya. Napozungumza maajabu, neno maajabu, maajabu ni mambo ya kushangaza. Maajabu ni mambo ya kushangaza. Kwa lugha ya kigeni, kwa lugha ya Kiingereza wanasema wonders. Maajabu ni mambo ya kushangaza. Kwa nini Yesu wetu ni wa maajabu? Yesu wetu ni wa maajabu kwa mambo mengi, kwa maeneo mengi, kwa sababu hata kuzaliwa kwake kulikuwa ni kwa maajabu. Mimba yake ilikuwa ni mimba ya maajabu. Haleluya. Mimba ya Yesu haikumuhusisha mwanaume na mwanamke kukutana ili apatikane Yesu, bali mimba ya Yesu ilikuwa ni kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Alafu mimba hiyo iliwekwa kwa mwanamke ambaye alikuwa ni bikira, hamjui mume. Kwa tunasema Yesu wetu hata mimba yake ilikuwa ni ya maajabu. Utabiri wake ulikuwa ni wa maajabu. Ndio maana tunasema Yesu wetu ni Yesu wa maajabu, kuanzia kutabiriwa kwake mpaka mimba yake na hata kuzaliwa kwake. Wakati Yesu anazaliwa ilitokea changamoto mbalimbali. Tunaposoma Biblia tunaona hata zile nyumba za kulala wageni, zile nyumba zilikuwa zimejaa. Yesu akazaliwa kwenye holi la ng'ombe, holi la ng'ombe, sehemu ya ajabu ajabu. Huyu Yesu maajabu yake yalianza zamani na maajabu yake hayataisha, yanaendelea leo, kesho, kesho kutwa, milele na milele. Hata kuja kwake duniani ni kwa ajabu, atakuja kwa maajabu ajabu. Biblia inasema tutamlaki mawinguni, hayo pia ni maajabu. Yesu wetu ni wa maajabu. Haleluya. Yako mambo mengi yanayoonyesha ya kwamba Yesu wetu ni wa maajabu. Yako mambo mengi sana. Niongezee mbele kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yako mambo mengi yanayoonyesha kuwa Yesu ni
ni wa maajabu. Moja miongoni mwa mambo yanayoonyesha kwamba Yesu wetu ni wa maajabu, moja, upendo wake kwetu ni wa ajabu. Upendo wake kwetu ni wa ajabu. Tunaposoma Isaya sura ya 53 ule mstari wa 5, tuangalie Biblia inasema nini. Ile Isaya 53 na ule mstari wa 5. Isaya 53 Isaya na ule mstari wa 5. 53 Isaya ule mstari wa 5. Biblia inasema, bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu, adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Upendo wake kwetu ni wa ajabu. Fikiria, makosa ni ya kwetu, matatizo ni ya kwetu, dhambi ni za kwetu, lakini yeye alikubali kujeruhiwa kwa makosa yetu. Sio jambo rahisi. Makosa yako mwenyewe, matatizo yako mwenyewe, alafu atokee mtu mwingine abebe, akubali kuteswa. Kama ni mashtaka ayapate yeye, kama ni kifungo apate yeye, kama ni adhabu apate yeye, alafu wewe uwe salama. Huo ni upendo wa pekee usioweza kulinganishwa wala kufananishwa na chochote. Biblia inasema bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu. Yesu alipigwa, Yesu aliteswa, Yesu alihangaishwa, Yesu alidhalilishwa, alichubuliwa, alivishwa taji ya miiba, anavishwa, ile miiba inachoma ngozi yake, ile ngozi inachanika, damu inamwagika, akachubuliwa kwa viboko. Lengo lake kubwa kwenye maisha yetu ni kuhakikisha sisi tunakuwa salama, lakini alikubali hayo yote ili mimi na wewe tuwe huru. Ni jambo la ajabu sana. Sema, adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake. Adhabu ilikuwa juu ili sisi tuwe na amani, ili adhabu ambayo tunakuwa tuipate alafu sisi tuwe na amani, lakini hiyo adhabu ilikuwa juu yake. Yaani Yesu alikuja duniani akakubali kuteswa, akakubali kupigwa ili mimi na wewe tuwe na amani. Ambaye hana amani apate amani, hana amani kwenye ndoa apate amani, hana amani kwenye familia apate amani, hana amani kwenye biashara apate amani, hana amani kwa sababu ya afya apate amani. Alikubali kujeruhiwa, akachubuliwa na adhabu ya amani yake. Adhabu hiyo ya amani ilikuwa juu yake. Yani yeye hakustahili, lakini sisi tuwe na amani. Hiyo adhabu ya amani yetu sisi, adhabu ya amani yetu sisi ikawa juu yake. Akateswa, akadhalilishwa, akatukanwa, akapigwa. Lengo mimi na wewe tuwe na amani, lengo mimi na wewe tuwe na furaha. Huo ni upendo usio wa kawaida. Biblia inamaliza kusema hapa, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Ni upendo usio wa kawaida. Kupigwa kwa Yesu sisi tumepona. Tumepona hukumu ya mwisho, tumepona hukumu ya jehanamu ya moto, lakini kwa sababu ya kupigwa kwa Yesu tumepona magonjwa. Kwa kupigwa kwa Yesu tumepona mateso. Kwa kupigwa kwa Yesu tumepona manyanyaso. Kwa kupigwa kwa Yesu tumepona mahangaiko. Kwa kupigwa kwa Yesu na kwa kupigwa kwake mimi na wewe tumepona. Nani yuko tayari kuvuliwa nguo, kupigwa viboko hadharani, kutukanwa, kutemewa mate usoni, kudhalilishwa ili mwingine awe salama?
sio rahisi, lakini mwanaume mmoja tu anayeitwa Yesu ambaye siku ya leo tunaazimisha kufufuka kwake. Haleluya, haleluya.